Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Leo hii tunaenda kuangalia mada ya sajili au register, na hii ni mojawapo ya mada ambazo hutainiwa sana katika mtihani hasa ule wa kitaifa. Kwa hivyo tutaanza kwa kueleza maana ya sajili, na tunaambiwa kwamba sajili ni matumizi ya lugha kulingana na muktadha. Tayari tumeelezwa maana ya lugha na tushaangalia kaida za lugha. Kwa hivyo tunaenda kuangalia namna ambavyo lugha inatumika kulingana na muktadha au maeneo au mazingira. Kwa hivyo tuangalie umuhimu wa sajili, na tunaambiwa kwamba sajili husaidia mtu kuzungumza kulingana na muktadha ili kufanikisha mawasiliano. Kumbuka tunaangalia sajili, yaani lugha inatumika vipi kulingana na mazingira ama kulingana na muktadha. Kwa hivyo unapoelewa sajili itakusaidia utumie lugha kulingana na muktadha ambao upo ili uweze kufanikisha mawasiliano. Wakati mwingine huenda ukajipata katika, tuseme kwa mfano, muktadha wa kanisani, na iwapo haujaelewa sajili huenda ukatumia lugha vibaya, hivyo kupotosha maana. Umuhimu wa pili ni kwamba sajili husaidia kutambulisha wanaozungumza. Kwa mfano, sajili ya mzee ni tofauti na sajili ya vijana. Natumai hiyo tumeelewa. Na hoja ya tatu tunaambiwa kwamba sajili husaidia kukidhi mahitaji ya mawasiliano. Wakati mwingine huenda ukajipata katika mazingira ambamo pengine ulikuwa unazungumza, tuseme ni mzazi alikuwa anazungumza na wanafunzi, na wale wanafunzi huenda wakachoka. Kwa hivyo iwapo anaelewa sajili, atatumia mbinu mbadala ili kuteka makini ya wale wanafunzi. Na hoja ya nne tunaambiwa kwamba sajili hurahisisha mawasiliano ili kuweza kuelewa ujumbe ipasavyo. Hoja ya tano, sajili huipa lugha ladha, kwa mfano kwa kufanya mazungumzo yavutie. Kwa hivyo unapoelewa mazingira ambamo upo, itakuwa rahisi kwako kuteua msamiati ambao unaendana na yale mazingira ili ukaweza kueleweka vizuri. Na hoja ya sita tunaambiwa kwamba sajili husaidia kuficha mambo yasifahamike kwa urahisi. Kwa mfano, iwapo kundi fulani la watu wanazungumza na wana siri fulani, kwa hivyo wana uwezo wa kuzungumza kwa maneno fiche ili waweze kubana siri zao ili wasije pengine wakagunduliwa. Na hoja ya saba tunaambiwa kwamba sajili hueleza watu kuzingatia kaida za lugha. Kumbuka tulikuwa tumepitia kaida za lugha na tukasema kwamba hizi ni sheria au kanuni zinazotawala matumizi ya lugha. Kwa hivyo sajili itakuelekeza namna ya kuzingatia kaida hizo, na hivyo utakuwa umeondoa mitafaruku katika mazungumzo yako. Hoja ya nane, sajili husaidia kuondoa urasmi wa matumizi ya lugha sanifu ambao huenda ukachosha. Baadaye tutakuja kuangalia kwamba kuna sajili rasmi na kuna sajili ya kawaida, na si kila wakati ambapo utahitajika kutumia lugha sanifu. Kuna baadhi ya sajili ambazo hazihitaji matumizi ya lugha sanifu. Kwa hivyo unapojipata katika mazingira kama hayo, basi sajili itakuruhusu kutumia lugha bila kuzingatia kanuni za sarufi ambazo wakati mwingine huchosha. Tunaambiwa kwamba sajili hukuza lugha, kwamba kutokana na maneno yenye maana maalum ambayo huweza kuunda msamiati au misamiati. Natumai hiyo tunaelewa. Na kuna hoja ya 10 pale tunaambiwa kwamba sajili hukidhi mahitaji ya makundi maalum. Kwa mfano, wazee hutumia mafumbo huku vijana wakitumia sheng. Kwamba iwapo kuna wazee ambao wanazungumza, kwa sababu ya umri wao na kiwango chao cha lugha, iwapo watatumia mafumbo wataelewa. Na ukipata vijana, kwao itakuwa rahisi kutumia sheng na waelewane. Kwa hivyo kwa sababu ya sajili inasaidia makundi mbalimbali au makundi maalum, kwa mfano kutumia lugha wanayoweza kuelewa kwa urahisi. Kuna hoja ya 11 pale tunaambiwa sajili ni kama kitambulisho cha kundi fulani la watu, kwani hutofautisha mtindo wa lugha mbalimbali. Kuna mitindo ya lugha, namna ambavyo watu huzungumza. Kwa mfano, ukipata vijana, mtindo wao wa lugha utakuwa ni tofauti na wazee, kwa sababu
lugha ya vijana ni tofauti na lugha ya wazee. Kwa hivyo sajili ndio itakusaidia kutambua huu mtindo ni wa kundi fulani la watu pengine katika jamii. Hoja ya 12 tunaambiwa kwamba sajili huelekeza watu kuzingatia kaida za matumizi mbalimbali ya lugha. Sajili itakuelekeza kuzingatia. Kumbuka sajili tunaambiwa ni matumizi ya lugha kulingana na muktadha. Na unapotumia lugha katika muktadha fulani au katika mazingira fulani, yale mazingira yatahitaji unapotumia lugha hiyo uzingatie kaida zake au kanuni zake. Kwa hivyo sajili ndio itakuongoza kwamba hapa nipo katika mazingira rasmi, basi ninabidi kutumia kaida za lugha. Hapa nipo katika mazingira ambayo si rasmi, basi huenda nisizingatie nini? Kanuni za lugha. Na hoja ya 13 pale tunaambiwa kwamba sajili husaidia kuondoa urasmi wa matumizi ya lugha sanifu ambayo huchosha. Nadhani hii hoja tumeirudia, samahani. Hoja ya 14 tunaambiwa kwamba sajili hutumika kutofautisha mitindo mbalimbali ya lugha. Na tunaambiwa kwamba lugha hubadilika kulingana na muktadha. Naam. Huo ndio umuhimu wa sajili. Sajili, hakikisha kwamba umeelewa maana ya sajili na tutasonga. Tutakuja kuangalia pia sajili hugawika katika miktadha aina mbili. Kwa hivyo kuna miktadha isiyo rasmi, hii ndio tunaita miktadha ya kawaida, na kuna miktadha rasmi. Natumai hayo tunayajua. Pengine katika kipindi kingine ama katika video nyingine tutakuja kuangalia sajili katika miktadha rasmi, na tuangalie miktadha rasmi ni aina gani na pengine sifa zake ni gani. Kwa hivyo zidi kufuatilia. Iwapo una swali, uliza katika comment section. Utapata mwenzako akikujibu. Na subscribe na share. Na nikukumbushe tu kwamba sajili au register ni mojawapo ya mada ambazo hutainiwa sana sana katika mtihani wowote ule, hasa mtihani wa kitaifa. Na tutakuja kuona baadaye kwamba mara nyingi, si kila wakati, lakini mara nyingi utaletewa tu kifungu na ukaambiwa kwamba soma kifungu kifuatacho kisha ukitumia kujibu maswali. Kuna maagizo tu mwanafunzi unatakiwa kusoma hayo maagizo katika mtihani na ukayazingatie, kwa sababu maagizo huwa ni tofauti katika kila mtihani. Kwa heri kwa sasa, tupatane katika kipindi kingine ama katika video nyingine.